Karibu customers wetu, siku ya leo ni siku ya Jumamosi. Tumekukaribisha kwa duka yetu hapa stage ya basi, karibu na hizi magari za Freiria. Leo nimekuletea neti za aina hii. Hizi zinaitwa shears. Hizi ndio zinatumika saa hii kwa kuweka kwa madirisha. Ukijenga nyumba yako, ukihitaji curtains za kuweka kwa dirisha, hizi ndio zinatumika, zinaitwa shears. Ni za kugawanisha milango, madirisha, ama pahali popote penye unataka kuweka, hata kwa corridor unaweza weka. Hata ukikuwa na milango nyingi zinafanana na madirisha mingi, pia tunakuwa na nyingi zenye zinafanana. Unachukua kadhaa, alafu unazikatakata kulingana na milango yako na madirisha yako. Ukiangalia customer utaona ziko aina mingi. Nataka tu nikuoneshe sample, lakini tunakuwa na nyingi. Hata hii bado ni hiyo. Hizi ni shears za kupartition nyumba, za kuweka milango, za kuweka ukuta. Siku hizi ndio zinatumika sana sana kama neti za wall ama neti za milango na madirisha. Hata pale kwa kitanda wenye wanapenda kugawa pale kwa kitanda, hii unaweza weka. Ukishaweka hii ndio inakuja juu, kwa maana ni ya kudecorate. Unaweza ona iko na flowers. Alafu sasa unaweka curtain ndani. Kama hutaki ikuwe transparent, unaweka na curtain. Hizo zote ni shears na tunakuwa na nyingi. Pia ukiangalia hapa utaona tuko na mablanketi, utaona tuko na carpet, utaona tuko na towels, tuko na warmers, tuko na curtains, tuko na doormat, tuko na bed sheet, tuko na hizi neti za salon na towels. Tuko na aina nyingi za vitu. Karibu kwa hii duka yetu, ukikuja utapata vitu kama hizo na zingine. Alafu customers wangu, ningetaka kuwapea neno kidogo ya Mungu. Niliwaahidi ya kwamba nitakuwa nawapea neno ya Mungu ya kuwa encourage wakati unafanya biashara yako. Wakati nilikuwa ninachagua hapa Biblia katika kitabu cha Waebrania 11 chapter 11, Hebrews chapter 11, inaongea kuhusu faith. Na hiyo ni jambo la maana sana. Nimeona wapendwa wangu tuweze kushare hii jioni njema na nyinyi ili tuweze kubarikiwa pamoja. Wakati nilikuwa nasoma hiyo kitabu, nikaona jinsi ambavyo watu wa zamani walikuwa na imani. Nakumbuka mpendwa wangu, ninakwambia ya kwamba Biblia ni kama kioo. Iliandikwa ili tujiangaliane nayo. Tunaangalia wale watu wa zamani vile waliweza kuishi maisha ya imani. Na wakati huu wetu tunajiuliza tunaweza fanya aje ili tuweze kuishi na imani. Kama sasa wakati wewe kama mfanyabiashara, ningependa kukutia moyo nikwambie ya kwamba imani inahitajika sana mpendwa wangu. Sana sana wakati huu tuko katika nyakati za mwisho. Na huu wakati mpendwa wangu, kama unasoma maandiko, inasema ya kwamba tuko katika wakati wa neema ya Mwenyezi Mungu. Wenye haki wataishi kwa imani. Nataka niwaambie hiyo, na hiyo ndio kweli yenye iko kabisa. Saa hii maisha imekuwa gumu sana kwa Wakristo. Maisha imekuwa gumu sana kwa watu wengi. Watu wengi saa hii hata kuwekelea chakula kwa meza ni shida. Kwa nini? Kwa vile maisha imekuwa magumu. Na ukirudi katika maandiko unasikia ya kwamba tuko katika nyakati za imani ambao Yesu aliambia wanafunzi wake. Kuna wakati Yesu alikaribia kusulubiwa, akawaita wanafunzi wake. Akawaambia, duniani kuna dhiki kuu, duniani kuna majaribu, duniani kuna shida mingi, lakini akawapea moyo. Akawaambia, kama vile mimi nilivyoshinda mauti, nikashinda kifo, hata na nyinyi mtaweza kushinda. Na ndio mpendwa wangu, nimekuja siku ya leo nikutie moyo wako, nikwambie ukuwe na imani.
Ukiangalia wana wa Israeli katika nyakati zile za zamani, hebu angalia vile Mose alikuwa na imani kubwa ya kuweza kudeliver wale watoto wa Israeli, awatoe Misri awapeleke Kanaani. Ukisoma katika hiyo Waebrania inaongea vile Musa aliambiwa na Mwenyezi Mungu. Hakujibisana na Mungu, alitii vile vyote Mungu alikuwa anamwambia. Kuna mahali Musa aliuliza Mungu, ningetaka kujua kabisa Mungu ni wewe unanitumia. Nataka kuona ishara yako. Nataka kujua hakika ni wewe umenituma niende nikoboe watu wako. Naye Mungu alimwambia nini? Alimuuliza Musa, ni nini umeshika kwa mkono wako? Akasema nimeshika hapa kijiti. Akaambiwa hebu weka hiyo kijiti yako chini. Wakati aliweka chini, ikageuka ikakuwa nyoka. Alafu akaambiwa na Mungu, chukua hiyo kijiti. Akachukua tena ikarudi ikakuwa kijiti. Sasa akaambiwa na Mwenyezi Mungu, katika hii safari ya kutoka Misri kwenda Kanaani, hiyo kijiti ndio utatumia mpaka ufikishe watoto wangu katika nchi ya ahadi. Sasa wakati walipofika kwa Red Sea, hiyo kijiti ndio Mwenyezi Mungu aliambia Musa, uiweke hiyo kijiti kwa maji. Akaiangusha kwa maji, ikakuwa na njia, maji ikajigawana mara mbili, na ilikuwa leki kubwa, ikagawanika mara mbili. Pande hii maji karudi, hapa katikati kukakuwa na njia. Na hao watoto wa Israeli wakaweza kuokolewa. Na Musa hakutia shaka, hakubishana na Mungu. Vile alikuwa anaambiwa na Mungu afanye, yeye tu alikuwa anafanya. Sasa mpendwa wangu, nataka nikwambie ya kwamba huyu Mungu ambaye tunamwabudu siku ya leo, huyu Mungu ambaye tunamtumikia siku ya leo, ni Mungu wa kweli na haki. Na yeye si muongo kama binadamu. Biblia inasema ya kwamba Mungu anafuatana maneno yake ili aweze kuyatimiza. Na kama kuna jambo Mungu alikuahidi, haijalishi utakaa miaka ngapi, lakini kaa ukijua ya kwamba hautakufa kabla hujatimiziwa ahadi na Mwenyezi Mungu. Anasema kwake miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hivyo haijalishi mpendwa wangu, kama ni hiyo biashara yako, haijalishi imekusumbua miaka mingapi. Umekuwa ukijaribu, kila wakati unajaribu unaanguka. Sasa ni wakati wako wa kusimama. Inuka uangaze, inuka kwa imani. Nimekuja leo nikiwa mtumwa wa Mungu nikueleze ya kwamba imani hutenda mambo makuu. Imani ilitumika na Ibrahim. Wakati Mungu alimwambia, chukua huyo mtoto wako Isaka, uende ukanitolee sadaka. Hakubishana, hakuuliza Mungu, sasa Mungu alinipatia mtoto mmoja, sasa nikimchinja nitabaki na nini? Yeye hakubishana, hata hakuongea. Alichukua mtoto wake Isaka na akaenda na yeye. Na wakati Mungu aliona kabisa huyu mtu ako serious, anataka kumkata mtoto wake, akamuita na sauti akamwambia, Abrahamu, usifanye hivyo, achana na huyo mtoto, angalia nyuma yako. Utazama nyuma, akaona mbuzi kubwa sana ambaye ilikuwa imefungwa kwa nini? Ilikuwa imejifunga mahali, na akaambiwa na Mungu, chukua hiyo mbuzi na unitolee sadaka. Angalia vile hao watu walikuwa na imani. Angalia mtu kama Sara. Sara alikaa miaka mingi sana mpaka akazeeka, mpaka akafika mahali wa mama wanafikara mtu anaambiwa sasa huyu hawezi pata watoto. Na hapo ndipo Mungu anamtokelezea na anamtembelea kupitia kwa malaika. Anamwambia Sara, unajua nini? Siku kama ya leo, next year, utakuwa na mtoto wako. Sara akacheka. Akamuuliza aje, mtoto atatoka wapi na mimi nimezeeka? Lakini akajua huyu Mungu ninayemwabudu ni Mungu wa kweli. Mungu hajawahi danganya. Na ukisikia akikwambia kitu, hakika utaipata. Haijalishi utapitia nini ama nini, lakini yeye anafuatana neno lake ili atimize. Na hakika tukisoma maandiko tutaona ya kwamba wakati ilifika hii wakati kama huo, Sara alipata mtoto. Ni watu wengi sana ninapeana tu mfano. Nataka hiyo maneno ninakupea ili nikutie moyo siku ya leo. Wewe ambaye umekosa matumaini, wewe ambaye umekosa matumaini ya kuishi. Mwingine anaona ni kama Mungu amemsahau, mwingine anaona ni kama hakuna Mungu.
Kuna watu wengi ninaongeana nao, mwingine anakwambia mimi hata naonaga kama Mungu alinisahau, mimi naonaga hata kama Mungu hanijui. Lakini nataka kukuweka neno ya kukutia moyo, nikwambie ya kwamba kila mtu Mungu anamjua. Hata wewe mwenye unakunywa pombe, ukae ukijua Mungu anakujua na anakupenda na anakupea wakati wa kurepent. Repent wapendwa wangu. Tuko katika nyakati za mwisho. Dunia iko karibu kuangamia. Usikubali kuchotwa na dunia. Hii mali ambayo tunatafuta hapa duniani ni ya kutuweka tu hai, ni ya kututimizia tu shida zetu. Lakini nataka niwaambie wapendwa, siku moja kazi itaisha, dunia itaisha, uhai wetu utaisha. Lakini Biblia inasema nini? Wale ambaye watakufa wakiwa ndani ya Mungu, hakika wataweza kuona ufalme tena. Watafufuka na wataishi na Yesu milele. Kwa hiyo mpendwa wangu, usidanganyike na biashara. Hata kama tunafanya biashara, tunafanya tukimngoja huyu Yesu. Tunafanya tukiwa na imani. Ati chochote tutaomba. Yesu anasema nini? Chochote mtaomba kwa jina langu, mkiomba kwa imani, mtatimiziwa. Kwa hivyo ninawatia moyo wapendwa wangu. Ninawaambia weka roho yako ikuwe na imani kubwa. Tunaambiwa hata kama uko na kaimani kadogo kama hiyo mbegu kadogo ya altari, Mungu anasema ya kwamba ukikuwa tuna imani kidogo, hiyo imani inaweza ambia mlima isonge na isonge. Haleluya. Wapendwa, nataka mjue ya kwamba Mungu anawapenda. Mungu anawapenda. Na sana sana tuko katika nyakati za hatari sana. Angalia vile watu wanalala na hawaamuki. Watu wanaenda kwa njia rahisi sana. Hakuna anayejua kenye kinaendelea. Lakini nimetumwa kwako na Mwenyezi Mungu nikwambia ya kwamba tia moyo wako imani. Wapendwa wangu, msikue kama wale watu wawili tunasoma kwa Biblia. Wale walikuwa wanaitwa Mugedi na Mugaru. Kwa Kikuyu tulikuwa tunawaita Mugedi na Mugaru. Hao watu walishika safari wakatembea. Na wakati walikuwa jiani, mmoja aliona safari imekuwa gumu, akaanza kurudi nyuma. Usikue kama huyo mwenye alirudi nyuma. Shika safari na usitazame nyuma. Tazama mbele. Usiangalie kwenye umetoka. Mambo ambayo umeyapitia kwa maisha yako, usitazame. Hiyo ndio inakulaga watu wengi na wanashindwa kuendelea mbele. Kwa sababu watu wengi badala ya kufocus na mbele, wanaangaliaga kwenye wametoka. Ukitaka kuendelea kimaisha mpendwa wangu, usiangalie kwenye umetoka. Ni kweli umepitia mambo mengi na makubwa na ya ajabu, lakini ukitaka kumove on, usitazame nyuma. Tazama mbele 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 mpaka ufike mwisho wa dahari. Kama hivyo vyenye Yesu aliahidi wanafunzi wake. Ati aliwaambia duniani kuna dhiki kuu, lakini kama vile nilivyoshinda kifo na mauti, na nyinyi mtashinda. Na sisi tukae na hiyo amani, tukijua ya kwamba siku moja tutaweza kushinda kila majaribio ya dunia hii na tutapata uzima wa milele. Wapendwa, nitawaachia hapo na tutaendelea kukua pamoja nanyi. Ukihitaji kitu chochote kwa hii duka yangu, karibu customer wangu, karibu. Ukifika tu hapo stage ya Fleria, hapa Nakuru Town, stage ya basi, hapa kulikuwa stage ya Eldoret na Matuda basi. Ukikuja hapo, kuja uulize store ya Mama Murithi na utanipata pale. Na nitakuuzia shears, nitakuuzia bedsheet, nitakuuzia warmers, kila kitu utahitaji utapata. Karibuni customers wetu. Asante. Yeah.